Hii ni hifadhi ya msitu Ziwa Duluti. Hifadhi ya msitu Ziwa Duluti ni hifadhi ya kipekee sana na imesheheni utalii wa aina yake, na wengi wanaofika katika eneo hili hushangazwa na kufurahishwa na zao la utalii lililoko mahali hapa. Hapa tupo katika hifadhi ya msitu wa Ziwa Duluti uliopo katika eneo la Tengeru kwenye kata ya Akeli, kijiji cha Patandi. Kama mnavyofahamu, hapa ni msitu pekee ambao unapatikana karibu kabisa na jiji la Arusha, ambako tunafanya shughuli za uhifadhi kama wakala wa huduma za msitu Tanzania. Tunafanya shughuli za utalii wa kiikolojia. Watu wengi wamekuwa wakifika hapa katika vipindi mbalimbali vya mwaka. Katika sikukuu zote tumekuwa tukiwakaribisha watu hapa kupata huduma zao za utalii. Wamekuwa wakifurahi, na katika kufanya hivyo wamekuwa wakiunga mkono juhudi za serikali katika uhifadhi wa mazingira, lakini pia kukusanya mapato ya serikali kwa shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Kwa nini basi watu waweze kuja hapa kwa ajili ya utalii? Kwanza, kuna vivutio vingi vya utalii vinavyopatikana hapa ambavyo vinafikika. Kwa mfano, tunao ziwa zuri la kihistoria, Ziwa Duluti, ziwa ambalo lina kina kirefu lakini lina kisiwa ndani yake, ambapo katika maji hayo yaliyopo katika ziwa watu wanaweza kutembea wakiwa kwenye mitumbwi mizuri kabisa ambayo inapatikana hapa, wakaweza kufurahi na wapenda nao. Lakini pia wakiwa ziwani wanaweza wakazunguka katika kisiwa kidogo kinachoelea ndani ya ziwa, wakaweza kuona ndege na kuona mimea ya aina mbalimbali. Lakini kitu kingine cha kufurahisha zaidi, watauona msitu ambao unazunguka ziwa. Katika msitu huu kuna ziwa kubwa lenye maji yenye rangi yanayowashangaza wengi. Ukiyatazama kwa macho unaweza kuona rangi yake ni ya kijani, ila kwa uhalisia unagundua ni maji ya kawaida kama yalivyo maji mengine. Wataalamu wanasema hii inatokana na ukijani wa msitu huu unaozunguka ziwa hili na kuyafanya maji yaonekane ya rangi ya kijani. Watalii wengi wa ndani na nje ya nchi huja hapa kufanya utalii kwa kupiga makasia, huku wakishuhudia aina mbalimbali ya ndege ambao unaweza kuwaona kwa ukaribu sana na unaweza kupiga picha za kumbukumbu. Nimetokea Karatu, nimekuja Duluti, nimefurahi, nimeenjoy. Kiukweli huduma za hapa nimezifurahia sana. Nimezunguka kwenye maji, ni kitu ambacho kiukweli nilikuwa naogopa, lakini nimeenjoy, nimefurahia kwa sababu kadri tulivyokuwa tunaendelea ni kitu ambacho kilikuwa kinanipa experience. Kwa hiyo nimefurahi sana na nitarudi. Nimekuwa tukifuatilia peji zenu. Asanteni sana, huduma zenu ni nzuri sana. Nimetokea Karatu, tumekuja Lake Duluti kwa ajili ya kutalii. Tumeenjoy, huduma ni nzuri. Lake Duluti ni pazuri sana. Karibuni sana mje mtalii kwa ajili ya utalii wa ndani, na kuna vitu vingi sana. Kuna kutembea kwenye maji, kuna sehemu nzuri za kupigia picha. Ni pazuri sana. Karibuni sana Lake Duluti. Tumefurahi sana siku ya leo kuja kutembelea huku Duluti. Tumeenjoy. Leo ni siku yangu ya kuzaliwa, natimiza miaka kadhaa. Nafurahia sana siku yangu, na washukuru wazazi wangu, mume wangu, watoto wangu na familia yangu yote kwa ujumla. Nawapenda sana, na marafiki zangu tuliokuja pamoja. Tumeenjoy kwa kweli. Tumetembea kwenye maji huko, tumetembea na wale wanaotuelezea huko kulivyo. Tumeenjoy, tumefurahi. Na siku nyingine tutakuja tena, na wengine ambao wanapenda kuja kushiriki hapa, kuja kutembelea sehemu kama hii. Karibuni sana, huduma ni nzuri, utaenjoy. Leo tulikuwa tunaogopa maji, hatujawahi kutembea kwenye maji, lakini leo imekuwa mara ya kwanza na nimeenjoy, na hii siku nitaikumbuka. Asanteni sana, tunashukuru kwa huduma zenu. Hapa nafanya utalii wa kupandisha wageni katika mtumbwi. Tunapokea wageni mbalimbali wa nje na pia wa ndani, wanakuja kujionea mazingira leo mazuri, tulivu. Na nimeanza kuanzia 2022 hadi sasa 2025. Kwa hiyo na uzoefu mzuri sana na wageni wanaenjoy. Kabla hujaanza safari ya kupanda mtumbwi, cha kwanza nampa mgeni, natoa kama briefing, kama mwongozo kwamba katika ziwa letu hatuna mawimbi, hatuna wanyama wakali. Pia mgeni utarelax, utaenjoy. Pia kingine ambacho tunawapa wateja wetu kabla kuanza tour ya kupanda mtumbwi, lazima mgeni awe amevaa life jacket kama mimi nilivyokuwa nimevaa hapa. Tunalinda usalama wa mgeni asije akapata chochote. Tahadhari kama tahadhari tunachukua.
Wakati wa asubuhi na wakati wa jioni ukiwa hapa, unaweza kushuhudia mlima Kilimanjaro na mlima Meru ukiwa ndani ya ziwa hili. Na hifadhi ya Ziwa Duluti ina eneo maalumu ambalo linashuhudia watalii wa kiimani au tuseme sehemu maalumu kwa ajili ya kufanya maombi. Sehemu hii ina utulivu isiyokuwa na kelele na inaufanya ufanye maombi kwa utulivu sana. Katika maeneo ya mlima Duluti ni maeneo ambayo yenye utulivu, mahali ambako ninapenda kuja kuomba na kutafakari neno la Mungu. Nimekuwa nikija hapa mara nyingi, nimefika katika mlima zaidi ya mara 20. Na nimekuwa nikiona matokeo nikija nikiomba mahali hapa, na ninapo kwa nikitafakari na kusoma neno la Mungu, nimekuwa nikiona matokeo kwenye utumishi wangu. Mungu amekuwa akihudumia watu wake. Mungu amekuwa akijidhihirisha kwa namna ya ajabu sana. Na si katika huduma tu, hata katika maisha yangu binafsi nimeona Mungu akinibariki, Mungu akiniinua na Mungu akinifanikisha. Tumeona ni vizuri sana kuja kuombea katikati ya huu mlima, manake una majibu. Tumeanza kuja hapa kama mwaka 1997. Toka tumeanza kufika hapa, tumeona mkono wa Mungu sana, watu wamefunguliwa, tumeona neema ya Mungu, watu wamevuka, watu wamepona. Tumeona vitu vikubwa ambavyo Mungu amevifanya katikati ya huu mlima. Mungu amekuwa akihusika na watu kuwasaidia watumishi mbalimbali walikuwa hawana huduma, wakaja huku mlimani, Mungu akawasaidia, akawainua, wakawa na huduma, wakafungua watu wengi, watu wakabarikiwa, wakavuka kupitia huu mlima. Huu mlima kwa kweli ni wa tofauti. Tumeona ni mlima wa tofauti. Kuombea kanisani ni sawa, lakini kuja mlimani maana yake ni kukaa faragha na Mungu. Kuja mlimani maana yake ni kujitenga. Unajua ukiomba nyumbani na ukiomba labda sehemu ambazo zina watu wengi sana na kuombea mlimani ni kitu cha tofauti. Ni kitu cha tofauti sana. Kwa sababu ukija huku mlimani ni kitu ambacho umeona kwamba na focus na Mungu. Au kuna kitu cha tofauti unataka kwenda kukutana nacho huku mlimani. Unajitenga, unakaa peke yako, unaomba, unamuita Mungu kwa mapana zaidi kuliko kukaa sehemu ambayo ina watu wengi, au kuliko kwa kanisani unaweza kupata usumbufu wa watu, wanaweza kuja na kutoka, lakini ukikaa mlimani hakuna mtu yote anaweza kukusumbua. Na ukikaa kwenye utulivu unamwona Mungu sana kuliko kukaa sehemu ambayo unapigiwa kelele. Hata Yesu Kristo mwenyewe alipanda mlimani, akakaa huko siku 40, akiomba usiku na mchana, huku akiwa amefunga. Kwa hiyo tukipanda huko mlimani pia tunafunga. Tunakuwa na maombi ya kufunga na kuomba, na ni maombi ambayo yanakuwa karibu na Mungu, unakuwa karibu na Mungu zaidi. Mtu yoyote mwenye kiu ya kumtafuta Mungu katika roho na kweli, lazima apate muda wa kukaa na Mungu. Lazima apate muda wa kumuita Mungu. Sasa muda ule wa kukaa na Mungu, lazima upate wakati wa kujitenga na kukaa faragha na Mungu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye yuko mjini, labda kuna sehemu mbalimbali ananisikiliza, mimi namuita, natoa wito kwamba kwa kila mmoja ambaye anahitaji kukaa karibu na Mungu, aje hapa mlimani. Akae hapa, amuite Mungu, amtafute Mungu, hakika atamuona Mungu wa kweli. Tumemwona kwa viwango vya juu sana. Kejeto cha utakaso nizame kuoshwa umbo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Baba, rehema zako ni za milele. Asante kwa ajili ya wingi wa fadhila na mamlaka. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya watumishi wako waliofika mahali hapa. Asante kwa ajili ya uwezo wa kimbingu. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Asante kwa ajili ya uongozi wote. Asante kwa ajili ya mlima huu Bwana uliofanya wakfu kwa ajili ya watumwa wako kukutana na wewe Kristo. Achilia neema yako, watumwa wako kukutane na wewe. Neema yako ikatembee pamoja nao. Utukufu wako ukasimame juu ya maisha yao. Usiwache Bwana, wala usiwapungukie, bali kwa rehema nyingi Bwana ukaonekane. Neema yako ikashuke, ukoo wako ukashuke, uwezo wako ukashuke, ukoo wako ukajidhihirishe Bwana. Kwa neema nyingi tukakuone.
na kwa utukufu Mungu ukajidhibitishe. Katika eneo hili unaweza pia kufanya utalii wa matembezi kwa kuzunguka ziwa hili, na watu wengine hufika hapa kwa ajili ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa, maadhimisho ya kindoa, kimahusiano, kupiga hema, na hii ni kutokana na uzuri, utulivu wa mazingira na hali ya hewa iliyo nzuri. Jambo lingine zuri linalopatikana katika eneo hili ni utalii wa uvuvi wa samaki, ambao watalii wanaruhusiwa kuvua samaki, lakini utaratibu wa kiuhifadhi, ukifanikiwa kuvua unatakiwa umrudishe samaki ziwani. Kuna utalii wa uvuvi wa samaki wa kujifurahisha, tunasema sport fishing. Utavua samaki ukafurahi kumwona samaki anavyovuliwa, lakini kwa dhana pana ya uhifadhi, samaki naye tunapenda aendelee kuwepo kama kivutio katika eneo hili. Kwa hiyo utamvua samaki lakini utamrudisha kwenye maeneo yake ya asili ili naye aendelee kuishi, manake naye pia tunamhifadhi. Watalii mbalimbali waliotembelea eneo hili lenye mazingira mazuri na yaliyotulia wameelezea namna walivyopendezwa napo. My name is Lena and I come from Denmark. I'm 67 Jina years langu ni old. Elina. Nina miaka 67, natokea Denmark. Nasherehekea miaka 70 ya mume wangu na pia kutimiza miaka 67. Nimefurahia sana mandhari ya hili ziwa, hasa utulivu wake. Kuna ndege wazuri, miti, jua linawaka vizuri. Kiukweli tumefurahia sana wikendi yetu hapa. And the sun in a good way. We have enjoyed the day here. My name is Allan and we come from Denmark. Jina langu naitwa Helandi, natokea Denmark. Nimekuja hapa kuadhimisha miaka 70 ya kuzaliwa kwangu. Kiukweli nimezunguka ziwa hili. Ilikuwa ni jambo la kushangaza sana, sana. Kuna ndege wazuri, bata wa aina yake. Kiukweli kuna utofauti mkubwa sana kati ya hapa na nyumbani Denmark. Tuna misitu pia kwetu, ila ya hapa ni aina yake, na jinsi ya watu wanavyoishi huku ni tofauti kabisa. Kilichonivutia zaidi, nimeona watu wanafanya utalii wa kiimani, kitu ambacho kwetu kukiona ni nadra sana sana. Msitu wa ziwa hili, ziwa lenyewe, vinavutia mno pamoja na mandhari yake. Kwa kweli vinavutia sana. Chukue fursa hii kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi kutoka wakala wa huduma za msitu Tanzania, Profesa Dos Santos Slayo, watu waje kuunga mkono juhudi za uhifadhi, wafike katika eneo hili, wafurahie uhasilia wa hapa. Karibuni sana, njooni tuhifadhi mazingira pamoja. Asanteni sana.